udhalilishaji. Unajua Yanga hapa amecheza na timu bora. Ukitaja timu bora Tanzania JKT yumo. Wana kocha bora, kala goli 5. Goli? Sasa sisi tuna wachezaji ambao wengine wanafukuzwa kama wengine wameanza mapema. Wanasema wale wa JKT wamechoka sana. JKT wamechoka wapi? JKT ni unajua pale sikia tumemtuma ameshindwa, tunaenda wenyewe, tunaenda kudhalilika. Mimi kwa performance niliyoiona ya Yanga niko uwanjani, wallahi nimekaa hapa na swaumu yangu, tunaenda Zanzibar kudhalilika. Haki ya Mungu nimefunga, tunaenda Zanzibar kudhalilika. Kwa sababu gani? Unaangalia timu inavyoflow, angalia pattern, hamna magoli ya butubutu. Unaona kabisa ni goli linapigwa hapa pale kama wacheza draft, magoli ya kwenye uwanja wa mazoezi. Dube huyu angalia anapokuwa mtamu akitoka pembeni. Sasa niambie namba 2 ya pembeni anacheza nani upande wangu mimi Simba Sports Club? Wenyewe Simba wanasema sasa hivi wamejipata, sajili zilizofanyika. Yaani nakwambiaje, tatizo la Yanga narudia tena, Yanga ndio wanasababishaga dabi ifanyeje, watu waangalie kanuni, kwa sababu wameshindwa nini kutubembeleza. Wameanza kwenye mechi ya Namungo wametubembeleza, tukajipa moyo kwamba mechi ijayo Yanga akicheza hivi dabi tunaenda na moyo. Sasa hapa amekuja ametukata ngebe. Nyie mlikuwa mnaamini baada ya game ya Namungo kama wanamfukana? Swadakta, mimi niliamini kabisa Yanga akicheza na JKT kama alivyocheza na Namungo. JKT hapa anachukua alama moja, sisi tunaenda kule tunachukua alama 3. Hapa tayari Yanga ashatutia hofu, ashatutia pressure, mpira mkubwa na clean sheet unaendaje? Baada ya hapa tukishafutu tukiangalia mechi yetu tuna kikao cha dharura. Nakwambia tusepe kwenye kanuni ya 9. Kanuni ya 9 ya mabadiliko ya uwanja inasemaje kuhusu taarifa? Hata kama haijazungumzia msemaji pale, tunganganie pale tumengangania. Kwa nini hali atoe taarifa? Tunganganie pale, otherwise tukienda Zanzibar hii balaa litamia kule. Yanga tayari ana morali na Yanga akiwa na morali, tulia mwandishi, Yanga akiwa na morali kinachofuata ni 7. JKT ni miongoni mwa timu zenye safu bora ya ulinzi kala 5 na hapa KMC angekuwa Zanzibar huyu anakula 8, sisi tutapigwa ngapi? Tusepe tu. Na nakwambia aje, Yanga amepumzisha mashine Pakome, umeona hapa. Alafu Yanga wataona sisi wajinga, eti watuambia Mzize mgonjwa, kaumia lini, kashapona. Mitego hiyo. Sasa angalia hii hapa. Yaani mimi kwa kweli leo nimeumia, kwa sababu tunaenda kule kama underdog na tunaenda kupambana na Yanga mwenye morali, atatuzalisha. Kwani dabi hamna uwezekano wa kuahirishwa? Wamesogeza masaa, hamna uwezekano wa kubadilisha na siku. Pelekwa mbele Yanga angalau morali ikate, kwa sababu angalia leo tuna tarehe ngapi? 25, zabaki siku 4. Sasa hatuwawezi. Performance wanaonyesha Yanga ni kubwa ukilinganisha na sisi tunapocheza. Unajua kuna performance ya Libase Gwe, kuna performance ya Aniseti Aura, sio performance ya Simba. Ile ni performance ya mchezaji mmoja mmoja. Lakini ukiangalia Yanga build up inaanzia nyuma, inakuja kati, inakuja mbele, tunaenda kupiga magoli ya kwenye kideo. Magoli kama Manchester City, kama Manchester United passes zinavyopigwa. Kwa kweli mimi Yanga leo na waogopa. Depo ameendelea kufunga kama kawaida yake. Kuelekea sasa kwenye dabi pengine kuna haja ya kumwekea ulinzi mkubwa. Yaani Depo sio ulinzi. Hata tuchague timu nzima ikamkabia anafunga, kwa sababu anafunga magoli magumu, anafunga magoli rahisi, anafunga magoli mepesi, yaani vyovyote unavyokuja juu anaweka chini anaweka. Aina ya mabeki tulionao, tuna yule nani Ismail Ture, Rushan Deroka anaonekana amechoka kabisa, atakimbia slow motion. Angalia Yanga inavyokimbia. Yaani kipindi wewe umechoka, yeye ndo anaanza upya. Sasa Depo anavyofunga na ana muendelezo, kila mechi anafunga unajua. Sasa kutoka hapa hadi kwenye dabi kuna siku 3, Depo bado atakuwa ni wa moto. Depo akija kufunga kule ndo balaa lingine. Na bora Yanga asikutangulie. Yanga akifunga goli ndo upate hata on target, kwa sababu ana defense imara sana. Huu mpira jamani, ukiacha ushabiki maandazi, kuna venye Yanga anajitenga na vilabu vya Tanzania. Yaani Yanga anazidi kujitofautisha. Yanga amefeli ndio kimataifa hajavuka, lakini hii asira anayotuletea kwenye ligi anatukomoa kwa kweli. Watu wanasema Yanga ni mbovu kama hujacheza naye. Yanga mwanangu nisikilize. Ukimsikia mtu anasema Yanga ni mbovu hujacheza naye, zima simu, zima kamera afu mfuate umuulize. Kweli? Uulize kweli Yanga mbovu hujacheza naye? Yanga ucheze naye ni mzima, Yanga usicheze naye ni mzima. Yanga unaenjoy kumtazama, Yanga unaenjoy kumshabikia. Mimi kinachosababisha nibaki Simba ni kwa sababu tu ni timu yangu nayoipenda. Lakini kwa burudani hizi mapema nilikuwa nimekaa na watu wamefunga, waambia Mchome wallahi kwa raha anazotupa Yanga hatusikii swaumu.
Wewe angalia somo inavyokuangua sasa hivi na jua hili. Watu wana enjoy somo, wamesahau kama wamefunga. Kuna maandiko yale yanasema kocha wa Yanga sio kocha. Wewe umeona? Nisikilize nikwambie, wale ni wachambuzi wetu. Na zile ajenda tunazijadili kwenye grupu na mimi nimo, unazionaje? Sina kwambia. Wale wachambuzi wetu kwenye grupu tumo. Wachambuzi wetu, sijakwambia wa Simba, nimekwambia wachambuzi wetu. Sawa, usitafutie kesi. Mimi mwanasheria wangu yuko busy. Kwa hiyo niwaambie tu kitu kimoja. Wale wachambuzi wanatumwa tu kuharibu mipango, lakini Yanga ameshindikana kwenye ligi yetu. Urejeo wa Prince Dube pengine leo umeifanya Yanga imeflow vizuri zaidi. Alafu ni wajanja Yanga. Kwa tuambia Dube mgonjwa, si Dube ajisikii vizuri. Dube anakimbia kama hajafunga. Na pale unaambiwa Dube yuko kwenye somo, Quaresma yule. Mtoto wa Mungu yule. Yuko kwenye somo anakimbia vile, lakini niko nasikia za ndani kwamba uwezekano wa dabi wasifunge upo mkubwa. Hawafungi. Watatufanya nini hapo wacha?